Into yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichans a sengencho yao eariganie a sobo tengari but no. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwanchumo rigereria Wensoko TV Oboroso Bumugusi mambie ndengi ya yeri tukerigalia merongibire na gatatase umutenyo yego kabere karukeri uruchigo chikoera mwako yega gwechilifu ibere merongo ebere na gatano na rimuno kugena kwa nebuna kwa bokire buya eiki yawe ya chakire asenchira erendonge kigimana boyga no gendera tukubwate merobire yonsi Wensoko TV kurwa chinsa 12 cheke mambi gwekira bwani gachara gere chinsa nyecha bwana mambia nechira kikainke chia etire igorongo kwarigania asomo robiri yega bwete robini asoko morekera mangana ao ayo gendera tego korekana ase mambia ya bono irikwerekina nkugwikiraria naye bwemanye unabasaki baito bagenderete ko yarigania ase mambia yegana boigo asiri tukerigalia Jumatatu tubwati wetera senchera yo mutandao wekerero Facebook na boiga sesemo ya YouTube Wensoko TV namba ya mawasiliano ase ujumbe nyengeni gere notisano na ibere isano na isano ne mumara gatano omwerio beka isato karukeri tugo sanga subu amogo chakera bono wika chinsa isano nemo chia bono mubaso eritariane Ishmael Mogere. Asomo chakare mambia bono bwesio bwetaro yanseme kwamirelia serikali eyuera chikuragwa no mokonyi bo muraiwe kiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i meyorogongorwa gusie gochakera rero uikariti kuria Jumatano ningaba bwate nibe kiama gia Jubilee bakuragwa no muriki we kiama ekyo Moitalel Ole Kentara iro kuigurwa gosara itukuguru wechi obische kiama ekyo ya Jubilee asomo chyo Nyamira tinga kiaba bwatani na barabo banyorete ribaga na kurwa chinkwana chabo ichya enekirie ogochya komosira Matiang'i aseganga yaye yo kurigia ekerugo kyobra iwense ime yense ya Kenya. Iyonda itagotebiete national team aiga intwiki mwenreta igoraria induto tatako abantu boko na boko goro lisabu maga iga gutakarana gozona to aminto erio moerio intwe unaba mse Banyamira personally inche personally ona arenge Ford Kenya mono tinjo na soire chupiri ya mono Kenya sawa sinye wow na inue beke higaiga. Mimi sitazungumzia mambo ya nomination kwa sababu hata mimi ni mgonjwa, niko hapa natibiwa. Kwa hivyo sitazungumzia kwa sababu mimi ni mgonjwa, siwezi kuwa daktari, lakini Mheshimiwa Ole Kenta yuko hapa atazungumzia chambo ya nomination. Najua mheshimiwa, chuzi tumeenda masishi mahali rafiki yetu mmoja hapa anatafuta kiti hapa, akasema yeye ameweka kiti ya ubunge mfukoni. Nikasema sasa mimi nitakuwa namna gani? So kwa hivyo lazima utuhakikishie wote kuwa utatutuma sisi tuende tukapambane na hao wananchi waamue mambo ya nomination, ili tuwe na uwazi katika ile nomination. Kila mtu aende kwa wananchi wa mchague yule ambaye watachagua, sisi tutaingia nyuma ama namna gani? Kwa hivyo sisi lazima tutachunga na hii chama, na hapa nyumbani tuko na kijana yetu ambaye ni Fred Okengo Matiang'i ambaye anagombea kiti ya urais, na kwa wakati huu zizi zote kama Wakizii na jamii ya Umugusi na Kenya mzima tutategerane basi. Kesho wale ambaye wamepanga vijana kuja kuharibu mkutano ya Matiang'i, wale ambayo wamepanga kuja kusumbua meeting ya Matiang'i,
Mtafanya nini? Mtafanya nini? Welcome all aspirants tomorrow. Wale wa North Mugirango tubaki nyuma kidogo. Tunaenda paka Ekerenyo saa hii. Tuanze preparation za sawa. Asante sana. Aide kunandega iga, mwande kunanje ndeteaki leo. Tunanya tarehe 10 mwezi wa 8 mmoja mambo confirm. Ndoko bate amte acting MP Borabu. Tukanya tarehe 10 mwezi wa 8 umwakonde twakere chikura Matiang'i. Ndege tukogoteba karatoko Matiang'i bo president. Inside kutaete food soldiers. Aba muraba ke bago chikomurwanira po. Kindayo. Ndoko ika next year akirenga chikura Matiang'i tumwakire. Mungu akisikia Matiang'i anamwaga pesa Kisii. Hata saa hizi kuna pesa imemwaga. Ati wanataka ati mkutano wa Matiang'i usifanyike. Tunawaambia nini? Wasijaribu hiyo ujinga hapa. Hatutaki kujua wewe ni nani. Hata ukue gavana, hata ukue nani. You must respect Fred Okengo Matiang'i as our spokesman. Orekenta, vijana wote wako nyuma yako, na sisi tuko tayari kubadilisha hii Nyamira. Viti yote kutoka gavana mpaka MCA lazima ikuwe nini? Lazima ikuwe nini? Lakini nataka vijana wangu pia waangalie. Hata wavaa t-shirt ya red. Next time vijana wana nani? Asokoleta omoyega buno yoiga naba gusi in one voice eba tianga Matiang'i aralia State House. Asanteni sana. Asama Lieta, Sam Zakari Omanwa, the youngest incoming governor in Nyamira 2027. Asante baba siseni. Appointing Okolera. 2027 is a chance of a greater moment as a Kenya yaito na Nyamira yaito. The only way to make a dream a reality. Tonyo robora ibuen sobu ya. Robora ibore very clean. Robora ibo ito kwe county. Wetera sogo tuwale vivande. Nechi fota. Don't register unachi fota. Nataka niwashukuru na niwaambie tushirikiane na ande ganse ito ntolikoswa. Nyasaye dia base. Asanse muyende omwanchu murigereria magigayo mubwatine yo mubwekiama kya ODM asirita George Oladwe oyo ogosira erombe ya kabere yekiama ekyo kya ODM ekoragwa na Edwin Sifuna gusira ubugima bwae magigayo gosawa no achinga kyarenge korwa kurwa se county ya Kisumu gochia ese county ya Kakamega asomusarangerekano olinda mwananchi amate ya enigo ya gikerege kolekyo ase basabiro bwene bomwanchu bo unabakwerera emambia yabono. Kwa majina naitwa Florence. Mimi ndio bibi ya George Oladwe. George ameuliwa Mbale. Nilijiuliza, na kama mkutano ilikuwa ni Kakamega, mbona wanaua huyu kijana kama bado yuko kwa njia? Sasa tumehuzunika, and as a family we are feeling the pain, and we are feeling that pain because the government, which is supposed to provide security for our children, is not doing that. Politics is there, but for how long are we going to lose our kids in the name of one term or two term? For how long are we going to do that? There were 2 rallies yesterday, and as a Kenyan, each and every person has a right to support the person he wants. As a leader, you cannot be supported 100% by the people you are leading. So those divisions are there.
So I'm wondering why the government cannot allow, if you are one term, go and have your rally. If you are two term, go also and have your peaceful rally with the protection of the government. What happened in Kakamega, we never saw it in Siaya. Why? The government which is supposed to protect our children is the same government which is killing our children. And it is so sad that I'm being told this boy was killed 100 meters from a police station without the intervention of the police. What country are we having? So let the government protect our children. Let them allow the different people who have different political opinion carry out their business freely with their protection. If George was a supporter of Babu Owino, that is his right. Now, do you have to die because you are supporting somebody? How many people have died because they are supporting the two-term agenda? None. So as a family, we are not very happy. And the pain we are feeling today, let no other family feel the same pain in the name of one term or two term. Isifanyike kwa wazazi wengine. Kama iko mbali na mtu unaona ni sawa, lakini saa zile imekukuza wewe mwenyewe ndio utasikia hiyo uchungu. Na Oltobe alitoka hapa akienda kwa function ya Babu Owino na Sifuna. Yeye ni supporter damu wa Babu Owino na Sifuna. Little did we know that kumbe kuna watu waliwekwa kufuata Oltobe na ili wapoteze footprints walienda wakamuua huko Western. Hajafika huko, wamempata, alikuwa na vijana wake 5 ama 4 boys wake, na wakafika tu hapo na kusema ndio huyu, na wakapiga yeye. Mpaka mali anafika anatoa tag, aji-identify. Bado anaendelea kupiga yeye kama mwizi. Babu Owino ni kijana yetu Mluo land hapa. Huyo kijana Mjaluo. Mliona Western pale watu waluya huko wali-endorse ama walishangilia sana kukaribisha kijana yao Sifuna. Mbona sisi Babu Owino anataka kulanda hapa airport? Mwizi mwingine ama mkora mwingine ama thug mwingine hapa Kisumu ana finance vijana kukaa nje ya airport. Wangoje kijana yetu mzaliwa wa hapa. Babu Owino amesomea Kisumu Day. Babu Owino amekaa hapa Nyalenda. Mistake ni ya politicians wale wakubwa. Naweza sema mliona hata Emilio Jamba akiongea pale Siala. Ni jukumu ya wangwana wakubwa hawa waita vijana wadogo wakae nao chini, instead ya kusambaratisha hii party ya baba Raila Amolo Odinga. Sasa zile mnapanga Babu achapwe, mnapanga nani afanye hivi. Babu ako na vijana wake, Babu ako na supporters wake. So kama hii mmeua chief wangu being that ana support Babu is very wrong. And we must have democracy. Raila alishaleta hii democracy. Mimi kama chairman niko na choice yangu, vijana wangu wako na choice yao. Huwezi dictate mtu asifanye hii. And also Babu Owino has right to land Kisumu airport. Babu Owino has right to do vitu zake. He has that right. Hatuwezi kataa. So my chief kama alipata that order aenda support Babu. Mtu anangasti ati yeye sasa ameshinda Babu kuingia Kisumu. Nataka niwaambie vile mnatupeleka na vile mimi ni chairman, Babu mmeua chief wangu juu ana support Babu. He might Babu ataingia Kisumu juu amezaliwa Kisumu. Boda power. Mimi nataka niwaambie ukweli. So we need justice. Without justice tutaona vile itafanyika. Siwezi sema no peace, siwezi sema nini, because sisi ni mere people.
Asensemo yende yaria aguchiokorekana se rituko lya rero nigo ensemo ya barai bari bakuru asensemo irie kwamireria serikali asetaro yabo ime yorogongurwa gusijwe gochaka rituko lya rero Jumatatu ankiona bwo rituko lya Jumatano nige sabari iyo gose etaro yabo yachakire kurwa se ensemo ya Bomet abwase umurai wekyama kya DCP Rigathi Gachagua umurai wekyama kya DAP Eugene Wamalwa amono umurai wekyama kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka bamumeranire n'abamenyi b'ensemo ya Bomet ase ensemo ase county ya Bomet ase ensemo manyekaine buna mlot abo ase basangire n'abamenyi abo ase mambia ya bono ekerokeria bono sabari yigose sabari yabo agendrete guchiase county ya Nyamire mambia bono kurende nigo bachake kurwase ensemo ya Bomet tiango tararigeri naraliaya agendrete kurwase ensemo eyo nenkwana yabo neriliye ase ensemo eyo kaine umugula yake naendelea kukwisha. Sasa mtapewa fidia siku gani? Wabunge wenu wote wamenunuliwa, hawaongei. Senator haongei, wajumbe hawaongei. Sasa Rigiji atakuwa mtetezi ya Wakipsigis kwa sababu mmedhulumiwa. Harambee! Haya, hapa ni wanta. Hapa Mlot. Kweli? Mlot ni wanta? Ate Mlot mnasemaje? Ate Mlot mnasemaje? Wangapi wanasema Mlot ni one term. Na sisi hatuna ubaya na mtu yeyote. Sisi tunataka wananchi wafanyiwe na watu wapate watu wale walitolewa Mau wapewe pesa yao waanze maisha upya. Si ndio? Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi tukiwa na Kalonzo Musyoka tukiunda serikali within 6 months wale wote wa Kipsigis walifukuzwa Mau Forest tutawapatia compensation waanze maisha yao. Sio ni sawa sawa? Na hii college ya ICT hapa nyinyi ndio wataalamu ya mambo ya mtandao. Ile mliahidiwa sisi tutakuja kufanya. Si ndio? Lakini kwa sababu tunaenda safari tutapanga tukuje hapa tuongee na nyinyi maneno ya ndani. Mnanikaribisha? Mnanikaribisha? Na mimi nawapenda. Na mimi nataka nihakikishie nyinyi serikali tutaunda Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Hapa SHA inafanya kazi. Inafanya kazi. Grade 10 watoto wako kwa nyumbani. Nyinyi Wakale mnaumia kama Wakenya wengine. Payslip imekuwa invaded. Wafanyikazi Wakalenjin, Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo, Waluya, Mijikenda wote wanaumia. Sasa nyinyi mtaendelea kumia mmenyamaza. Wabunge wenu wanaogopa kuongea. Senator anaogopa kuongea, anaogopa rais. Sasa kuanzia sasa mimi ndio mtetezi ya Wakipsigis hasa wale wako hapa kwa sababu mnaumia. Harambee! Aende asiende? Wacha nione wale wanasema aende. Haya, wacha kiongozi wetu hapa amsalimie kwa kifupi ndio tuelekee. Molote hoye. Nikikupa Wiper, mimi ni mtu wa Wiper sio? Utanipa komboa Kenya. Ni wakati ya sisi zote tukomboe nchi yetu. Wiper. Nikisema harambee kwa sababu Molote ni Kenya. Ama sivyo? Mimi nikiwa hapa kwa Wakalenjin niko nyumbani. Kwanza Chemgei. Asante hata mzee Justus Ole Tipis akiwa waziri nilikuwa naenda nyumbani kumsalimia. Kumbukeni miaka yote mimi na mzee Moi tunashikana, si ndio kweli? Hata kuna jamaa moja hapa alikuwa anataka senator, mnamuita Chemabich. Anaitwa nani? Unamkumbuka? Kwa hivyo basi tumewaletea salamu nyingi. Tunaona mnamvua kiasi. Lakini vile Rigiji amesema nyinyi ni Wakenya kama Wakenya wenzenu. Na kwa hivyo mkiona vile mwelekeo wa Kenya ulivyo, msiwachwe nyuma kwa sababu naambiwa nyinyi ni watu wa nyumbani. Hakuna mtu ambaye haumii Kenya hii. Watoto hawaendi grade 10 wote. Na mimi nikiwa waziri wa elimu nilimpatia kazi Professor the late Dr. David Koech akaunda muundo mpya wa elimu ambao tuliita ticket.
na kulikuwa na utaalamu mkubwa kabisa. Hii ya Ruto alikimbiza mbio mbio, ikaleta shida kwa upande wa education, imeleta shida kwa upande wa SHA matibabu. Kwa hivyo sisi tukichukua mamlaka next year, nyinyi msiwachwe nyuma. Wangapi watakuwa tayari kuwa mstari wa mbele kama Wakenya wengine? Weka hapo nisikie kama ni one term Kipsigis. Kwanza Kipsigis nyinyi hamuogopi, si unajua hivyo? Hata walikuwa wanasema Kipsigis ni wengi for nothing. Lakini wingi sasa ndio itapindua hesabu ya Kenya. Wa Kipsigis wawe mstari wa mbele kukataa serikali na uongozi ambao unaumiza kila mwananchi. Kenya ni moja, na kwa hivyo tumekuja tukielekea Kisii na kule kwingine tutarudi vile Rigiji amesema, hata tutaenda Kapkatet. Mko tayari kwenda Kapkatet? Kwa sababu uamuzi wa Kipsigis unatolewa Kapkatet, na kuna mheshimiwa Tere na wengine wanasema tuende kule na tutarudi nyuma. Mungu abariki sana, asante kabisa, kongoi sana. Ngoja mheshimiwa Eugene Wamalwa kutoka Ingo, si ndio? Watu wa Mulota Mgeitugu Mrembe. Mnajua hiyo pia? Mjipigie makofi basi. Sisi tunaelekea Kisii na Nyamira, tuna mikutano huko leo na kesho. Lakini tumesema hatuwezi pita hapa Mulot, hatuwezi pita Bomet bila kusalimia ndugu zetu wa Mulot na Bomet. Mmetukaribisha. Sisi tutaka tuambie watu wa eneo hili, Mulot, Bomet, hapa ni Kenya. Rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Leo nataka niwaambie sera mbaya, maisha mbaya. Tukiwa na sera nzuri, haijalishi wewe ni wa jamii gani, wewe ni wa dini gani, wewe ni ya chama gani. Wakati tumekuwa na Mwai Kibaki alisema tuwe na free primary education, masomo yakiwa ya bure. Uwe mtoto Mkalenjin, Mkisii, Mkikuyu, Muluya, unasoma bure. Sisi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na ile mambo inaitwa Linda Mama. Uwe hapa Mulot, uwe Bomet, uwe Kisii, uwe Kitale, bibi yako akizaa, yeye anazaa bure. Wewe uwe mwana boda boda, uwe mwalimu, uwe polisi, ni serikali inasimamia. Mnakumbuka hiyo? Linda Mama ilikuwa inalinda wamama wote. Lakini wenzetu walipoingia wakabadilisha sera, wakatoa Linda Mama, wakatoa ile Edu Afya. Watoto wenu walikuwa wakigonjeka shuleni tukiwa na Uhuru Kenyatta. Ilikuwa wewe mtoto anatibiwa, unaambiwa tu mzazi, mtoto alikuwa na shida kidogo, ametibiwa, hako sawa. Wenzetu wametoa Edu Afya, wametoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa Sha She Shi Sho. Sisi tumesema mwaka ujao mkituona na huyu Rigiji na huyu Kalonzo, mkitupa heshima kurudi serikalini, tunataka executive order number 1 kutoa hiyo SHA, turudishe Linda Mama, ilinde mama wetu wote. Tuko pamoja? Sasa hayo ndio baadhi ya mambo tunasema tutarudi tena tuwatembelee, na tuko na uhuru wa kutembea popote taifa hili. Tuuze sera zetu hapa Mulot, kule Bomet kama watu wa one term. Watu wa two term wakuje Kitale, waende Kisii, waende Bungoma, wauze sera zao. Because we live in a free country where there's freedom of movement, freedom of expression. Na Kisii leo tunaenda kuuza sera zetu. Mnakubali turudi tena tuwatembelee? Tuje Kapkatet na mkutano mkubwa. Tuongee na jamii ya Kipsigis, jamii ya Wakalenjin. Sababu maisha yakiwa magumu, gharama ikipanda juu, mafuta ikipanda, nauli ikipanda, inatupandia sisi wote. Nina rafiki yangu anaitwa Kipkorir. Nilimuuliza nikamwambia, wewe unaona mambo yako sawa? Akasema, Wamalwa, ukale si ugali bwana. Bei ya ugali ikipanda inapandia hata mkale pia. Kwani si kweli? Asante, Mungu awabariki kutukaribisha. Asante, tumekubaliana watu wetu. Si mimi ndio nisaidia William Ruto akuwe rais. Ni mimi, si mimi. Ni watu ya mlima, si watu ya mlima. Akatutenga, akatusaliti. Akasema hana haja na sisi. Sasa sisi tumeamua vile tulimsaidia, tutapeleka yeye nyumbani. Sio? Mimi nilimuuliza hii Wakale,
walikupigia kura watakula siku gani? Anasema yeye kama Ruto amekula, Murkomen amekula, Faruk na Sudi atuwakale wote wamekula. Kuna kitu kumekula nyinyi? Si mnaumia kama Wakenya wengine? Yeye pale State House amefungulia watu ya mlima. Wakienda huko kila mtu 10,000. Waluya wamejaa hapo. Wajaluo wamejaa pale. Nyinyi kuna siku mmeitwa pale Ikulu. Nyinyi mkipata pesa mnaweza kujikuna. Ni ubaguzi si ubaguzi. Unajua yeye anachukua nyinyi for granted. Ati kwa sababu nyinyi ni jamii yake mtampigia kura bila kufanyiwa kazi. Sasa yeye anaita watu anawapatia pesa. Hii pesa imeibiwa. Kama wengine wanapewa na ni ya kuibiwa, hata nyinyi wakibigi simupewe. Iko makosa. Siku wake ni hapa Kirigori. Simutakatia hapa. Aite nyinyi pia mpatie ile pesa anapatia watu wengine. Mimi lazima nitetee nyinyi. Simulimpigia kura. Mimi nitakuja tuongee maneno. Mnataka nikuje? Tutangaze mkutano. Mtatengeneza muziki. Mtapaka maziwa. Mimi nawapenda sana watu ya Mulot, nyinyi ni wangwana na mtakuwa na sisi kwa serikali mpya. Na msikuwe na wasiwasi, mtu asidanganye nyinyi ati mtatengwa. Nyinyi ni Wakenya wenzetu na nyinyi ni watu wangwana na mimi namuelewa na tutahusisha nyinyi kikamilifu na mimi nataka muingie chama cha DCP. Mtaingia DCP? Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP, DCP. Nikisema DCP unasema sikiza ground. DCP? DCP? Na mkuja mchukue tikiti ya DCP. Ile ya UDA imepewa wabunge wale wako kwa viti tayari. Hapo mtachinjwa. Mtakuja? Asanteni sana, Mungu wabariki. Thank you, thank you. Mwanchomo rigiriria etari yo yensemo yabarai bakwamiria serikali ntuchikwandira ko enekina kugucherere na bwego no chikwandira kubwationsi ase orogongo rwa gusiekerekeria etari ya chakirikuru ase ensemo ya Bomet una yaerire ekerekeri bono baruchigoswa ase county ya Nyamira na ekero barasoe ase county ya Nyamira. Mwanchomo rigiriria ntuchiego ko ya reteronsi eriyo gendire kubwatia ali gendire teko korekana kurwa ase county ya Nyamira ase etari yunige kura uno mokonyi bo murai bwe kiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i asorgongo rwa gusi uyibwe go kubwatarana amo nabarai bande bari bakurwa sensemo ekwamireria serikali gusiko mutu sensemo yende mambia bono mu waziri boborende bweme Kipchumba Murkomen ni gabolira barai bagokora emisangirikano imiyense kokora emisangirikano yo asenchira yo murembe batari koreta chibura buru chinde chonsi aya ni gachire mogega ye chibura buru kwenekiwa ase county ya Kakamega aso musangirikano ulinda mwananchi uyura wonensemo yende yekiama kiodi inse ya Edwin Sifuna babu wino amo nabarai bande chinga kia barai be kanisa na barabwo bagenderere kura lyo murembe na kuboria barai koenekia amagenderero ribaga lya siasa. So I want to request politicians, wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi, nendeni mikutano kwa amani. Nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano, lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas. Unaenda mkutano kuenda kuchilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns na visu na mawe na marungu. That we will deal with it firmly. And I have no doubt in my mind. The IG has a responsibility to ensure yule mtu alikuwa anatupa tear gas jana ndio blame police officers. He must be searched and arrested for that kind of acts of trying to seek for sympathy and to incite the people of Kenya. That must be dealt with finality. Kenya iko salama. Tangu rais aingie ofisi, Mheshimiwa Profesa Kindiki akiwa waziri wa usalama wakati huo, tulikuwa na mashida nyingi kwa Kenya. Mambo ya banditry, challenges ya Al-Shabaab, mambo ya mashamba, tulikuwa na conflicts kwa kila mahali. Nilikuja nikashikilia kazi hiyo na tumedhibiti mambo ya usalama kwa Kenya. Now Kenya is one of the safest places in this continent. Let me say this without fear of contradiction. The only challenge we feel and face as a country is insecurity caused by politicians ambao hawana sera, wanapanga vijana na goons wa kupeleka kwa mikutano, wanaenda kuleta vita kati ya ndugu na ndugu. Badala ya mtu ya kuitisha mkutano wake na kuenda kuuza sera, yeye anatembea na watu ambao ni watu wa kupiganisha watu na kupiga watu.
And I was seeing another one who was formerly a leader in this country. Akiongea kwa television hapa ati in security imezidi. The only time huyo mtu wa half term, hata kufika half term, huyo wa quarter term, anakuja kuongea hapa, na huyo quarter term kwa constitution ni no term, kwa sababu inahesabiwa kama you never served. Nilisikia akisema ati Murkomen, unajua akiamuka ni Murkomen, akilala ni Murkomen. Ruto Murkomen. Na shida yake anasema ati tumeleta insecurity. But the truth is this. He is the chief negotiator ya goons kwa Republic of Kenya. Na wakati goons yake wanapigwa, siku hiyo ndio analia peke yake. Ningetaka kusisitiza ya kwamba tunaenda muda wa kufanya elections. Mimi nataka niseme kwamba idara ya usalama iko imara kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanaendelea kuishi kwa usalama. Hatuwezi kukubali kwa njia yoyote mtu mwenye atachochea vita kati ya ndugu na ndugu, kati ya jirani, vita za ukabila, cheche za maneno ambayo inaleta malumbano. Sisi tumesema kwamba mtu yoyote mwenye atajihusisha na mambo hayo atachukuliwa hatua ya kisheria. Lakini kwa sababu IBC ni referee na wamepewa nafasi kisheria, ndio wanajua kutangaza siku ya kufunguliwa kwa campaign na siku ambayo ile nafasi ya kumanage ni nafasi yao kujitokeza wazi kwa Wakenya kusema kile kinafanyika sasa si halali ama haikubaliki, na basi waanze kuona ni nini inafanyika. Pia wawe waangalifu pamoja na EACC na tabia za wale ambao wanajitokeza, ili tuchuje mapema kujua huyu ni mhalifu, huyu ana kesi hii, ili tuweze kupata watu ambao Wakenya wataamini na Wakenya wataweza kusema hawa ni watu ambao wanaaminika. Wafanyia na ile pengine umeshawafanyia, maana kuna wale wanatafuta na tayari wamekuwa huko. Basi wacha Wakenya wajaji wewe kwa kasi ile ambayo umetufanyia, na sasa wakisema ni wewe, basi itakuwa ni wewe. Sasa tumeingia culture ambayo hatujaona hapo awali, ya watu wanaitwa goons, ambayo wanakombolewa na wanasiasa wa mirongo tofauti, na kila mrengo ina goons yake. Na nataka kutahadharisha Wakenya kwamba hawa ambayo tunawazoesha pesa ya fujo na furugu, wakati hata tutakuwa tumemaliza hiyo siasa, watakuwa wamezoea hizo hela na watakuwa natoa furugu na watakuwa majambazi ambayo watatoesha amani ya nchi ya Kenya. We call upon the politicians in Trans Nzoia County and the entire country to respect the Constitution and stop sponsoring goons. We call upon politicians in Trans Nzoia to stop warning others not to step in Trans Nzoia. All people are free to come out and to come in Trans Nzoia as long as they are peace-loving people. We urge the government to consider us when settling the landless in Trans Nzoia, especially Chepchoina Phase 4, and when employing, kindly consider us in Trans Nzoia. We are calling upon the National Cohesion Integration Commission to take action against politicians who are giving alarming statements that may cause incitements which may result to pre- and post-election violence. We, the Luhya community living in Trans Nzoia, have assembled here as delegates representing the 18 sub-clans of the Luhya and confer together to state that we are not planning to fight, nor are we at war with any other tribe living in Trans Nzoia. This political propaganda is being coiled by politicians to cause mayhem and confrontation among the people of Trans Nzoia. Trans Nzoia is a cosmopolitan county and is peaceful. We have lived here together peacefully. Thus we are referred to as Bayanza Barende, meaning those who love neighbors. And we would like to remain peaceful. And we would like to remain peaceful.
We desire that all other tribes to dwell among us in peace. All persons without regard to race, color, or tribe should enjoy equal rights and privileges in this county. Sisi tulikuja tu kuwaambia wana Trans Nzoia communities wale wanaishi hapa kwamba hapa ndio kwao. Sisi hatuna haja ya kumfukuza mtu yeyote. Na tunataka gavana wetu wafanye kazi pamoja na serikali. All tribe should enjoy equal rights and privileges in this county. Sisi tulikuja tu kuwaambia wana Trans Nzoia communities wale wanaishi hapa kwamba hapa ndio kwao. Sisi hatuna haja ya kumfukuza mtu yeyote. Na tunataka gavana wetu wafanye kazi pamoja na serikali kuu ili watuletee maendeleo hapa. Arenayo abaraya bakurwa ose abaraya bakuragwa ose bakurwa sense moje serikali bakuragwa no monogeri we bunge enene Moses Wetangula ningo baruro kuboria kogendera ose baruro kubori guchesa bamenye ba Western kogendera gusire serikali ya Kenya kwanza chinga ke serikali gendera tekwene kya mogendero asensemo eyo ya Western Kenya asensemo yobwaga choboremi na gusira ebigwanda byesukari. Wetangula nigo boigo aruro kuboria kwa babunge kwebwatani no murubiri bwokorosie budget enya eri gucha kwenyorera chibe chiko kolera magendero ase ensemeyo. Siasa wengine wetu tumekuwa hapa kwa muda mrefu na tunaijua. Mimi nilifanya kazi na mzee Moi, nikafanya kazi na mzee Kibaki nikiwa waziri wake wa foreign, nikafanya kazi katika Senate Uhuru akiwa president, yesi kufanya kazi na yeye, na sasa tuko na Rais Ruto. Hakuna wakati region yetu imeangaziwa kimaendeleo kama ni kujenga TVETs. Zile barabara zilikuwa zimekwama, zimevufuliwa. Kuna mipango ya kujenga masoko. Kuna mipango vile nimesema kufufua Nzoia na Mumias. Ukienda pale barabara ya Lurambi na Vaholo mpaka Musikoma inajengwa na zingine. Tuunge mkono serikali ili tutembee pamoja. Na wabunge wetu nimewashauri tukiwa bunge, Mugabe na Bulindo senator, muhakikishe wakati ya budget pia mnasukuma kupata miradi kubwa kubwa kuja upande huu. Miradi ya maji, miradi ya barabara, hiyo ndio wananchi watatukumbuka. Hakuna kiongozi atakumbukwa kwa sababu ya matusi au kusimama kupiga kelele na kurushia wengine maneno machafu. Sisi tuko nyuma ya Daktari Oburu Oginga kama party leader wetu. Vile baba Raila Amolo Odinga aliunda chama cha ODM miaka 21 iliyopita, yeye alikuwa na azimio ya kuhakikisha kwamba siku moja chama cha ODM kitakuwa kwa serikali. Na Raila hakuunda chama cha kuishi kwa upinzani kila wakati. Ndiposa sisi tumepatia mamlaka kama wana ODM. Tumepatia mamlaka kinara wetu ambaye ni youth leader, Mheshimiwa Oburu, aweze kuanza mazungumzo na vyama ambazo zinataka kuunda serikali, kuanza na chama cha UDA. Na sisi tuko na imani ya kwamba chama cha ODM kikiungana na chama cha UDA, serikali ya mwaka wa 2027 itakuwa inaongozwa na William Samoei Ruto. Jambo ambaye naambia watu ya magharibi, mmekaa na kiongozi. Kiongozi ni Baba wa Roma. Kiongozi ni Fernandez Barasa. Wamekaribia hapo State House. Alafu hapa mnaambiwa muanze karata ingine. Mtakubali watu wa Western kwanza karata? Mimi nilikuwa nafikiria William Ruto akimaliza, na ni hivyo ndivyo inatakiwa hivyo, mtu ya Western Kenya akalie kiti bila kuwa mkabila. Ile shida iko hapa Mlembe, na ni vizuri tuseme, ni kwamba makurutu wako na sauti sana. Mtu anachaguliwa safari ya kwanza hata hajajua mlango na dirisha ni wapi bunge, lakini ameamuka na maneno mingi na Kiswahili mingi
anajifanya ni kama anajua zaidi. Wewe umechaguliwa ni senator safari yako ya kwanza, hata hujarudia kura, lakini umeshaanza kidole kunyoroshea papa wa Roma. Sio ndio maneno ya kupoteza hapa Mlembe? Mimi nawaambia, kama mnataka jamii hii isimame iwe kiti kimoja na mutawale taifa letu la Kenya, zoea kuzungumza kwa sauti. Zoea kuzungumza kwa sauti. Wewe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ulidanganya Raila Amolo Odinga kwamba utamsaidia kuwe rais. Wewe badala ya kumsaidia ulikuwa unakaa kule State House unalewa, na sisi tukaanguka kura kwa sababu yako. Kwa hivyo hiyo upuzi ambao ulitufanyia wakati huo hatutaki kuiona kwa sasa. Na umeona kwamba wakati huu watu wa jamii ya magharibi wote kwa kauli moja tumeamua kushikana na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na kama kawaida yako unataka kuja kugawanisha mkoa wa magharibi kupitia watoto wetu, wewe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tunakuambia ushindwe kwa jina la Yesu. Arenayo asense mwende umurai wense William Ruto nigate biringa serikali nigo yake rigori ose nigake rigori ryo bwoyo na kurwa ase chilingi chilifu isano nebere weka chilifu ibere ne chimya isano na kurusi chibroka asoboni wekawa ne chaye boigora kwene kyo bonge bwendagira na gusira eri gusiria enchara aya ni gari ko yakwana kero kigo sasima ye kanisa ya Jesus Christ Compassion Ministry ime ya Ruire County ya Kiambu murai bwense tatigeti go kwanira siasa asate bire nare ose narange kegima gutimana na bari bakomwamereria chingaki arenge amo nabara ibande egati yabo umuraibu abange asebunge na Kimani Ichung'wah mu gavana we county ya Kiambu Kimani wa Matangi amo na abande abo unabakwerera semambie yega. Niliwaeleza mambo ya kilimo tutapanga vizuri kama serikali. Leo tunazalisha mahindi zaidi, tunazalisha kahawa zaidi, tunazalisha chai zaidi, tumeondoa brokers, tumefukuza wale makatels, tumepunguza gharama ya kilimo. Mbolea tumetoa 7,000 mpaka 2,500 kwa sababu tunataka kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa. Na mimi nataka nikueleze Bishop, hiyo compassion ambayo unatoa chakula hapa kanisani, watu wasilale njaa. Tuko na mpango kabambe kama serikali. Tumesema tukienda mbele sasa tutaongeza sehemu ya kutengeneza chakula kupitia irrigation. Ndio mumesikia tunajenga dams 50 kubwa, 200 zile katikati na karibu 1,000 ndogo, ili tuhakikisha kwamba ekari 2,500 milioni 2.5 zaidi zipatikane, ndio tuzalishe chakula mpaka kila boma, kila mwananchi apate chakula kwa bei ya chini, ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Niliwaeleza mambo ya kilimo tutapanga vizuri kama serikali. Leo tunazalisha mahindi zaidi, tunazalisha kahawa zaidi, tunazalisha chai zaidi, tumeondoa brokers, tumefukuza wale makatels, tumepunguza gharama ya kilimo. Mbolea tumetoa 7,000 mpaka 2,500 kwa sababu tunataka kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa. Na mimi nataka nikueleze Bishop, hiyo compassion ambayo unatoa chakula hapa kanisani, watu wasilale njaa. Tuko na mpango kabambe kama serikali. Tumesema tukienda mbele sasa tutaongeza sehemu ya kutengeneza chakula kupitia irrigation. Ndio mumesikia tunajenga dams 50 kubwa, 200 zile katikati na karibu 1,000 ndogo, ili tuhakikisha kwamba ekari 2,500 milioni 2.5 zaidi zipatikane, ndio tuzalishe chakula mpaka kila boma, kila mwananchi apate chakula kwa bei ya chini, ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Ile Technical Training College iko hapa, tunawajengea hostels. Tumetoa milioni 230 ya kujenga hostels ya Technical Training College yenu hapa Ruiru. Na hiyo kazi imeanza tayari, na sio hiyo peke yake. For your information, tunajenga hostels Kiambu County ya watoto 8,000 in Kiambu County. Leo Kiambu County, pesa ambayo tunatumia hapa mwaka huu peke yake ni bilioni 15.
Barabara tulikubaliana na nyinyi ya dual ya kutoka pale Pangani mpaka Denderu. Hiyo barabara ni shilingi bilioni 22 na tuko na hiyo pesa. Contractor anakuja hapo, tutajenga, tutamaliza. Tutaunganisha hii barabara kutoka Kamakis hapa, mpaka ifike Kiambu town. Na nimewaeleza watu wa Kiambu, na hata hiyo amuku niomba, mimi nimepanga mwenyewe. Nikasema hii jam, si mnajua pale tukipita Githurai inaanza jam, inasumbua watu mpaka kufikia Museum Hill. Mimi nimewaeleza saa hizi na wapangia vile tulijenga ile barabara ya expressway kutoka Jomo Kenyatta mpaka Westlands. Sasa nafanya ukarabati mambo kidogo kidogo. Mwezi wa 9 mimi nakuja hapa kuanzisha expressway ya watu wa Kiambu ya kutoka hapa Thika mpaka Museum Hill. Ndio hiyo jam hiko pale tuondoe. Wakati tunasema tutashikana na wewe, tutalinda serikali yako na tutaipigania hadi upate term yako ya pili, it is because we are witnesses. We can see, we can feel, we can touch the work of your hands in the development of our county. Na sisi hakuna kitu kingine rais tuliomba kwa serikali. Tuliuliza maendeleo ili tutoe watu wetu vile bishop anafanya hapa kanisani kutoka pale bottom wakielekea up. Kazi yangu sasa kuanzia mwezi wa 6 ni kuja kufungua soko, napatia kina mama, nafungua soko, napatia kina mama, nafungua soko, napatia kina mama. Na wakati tutakuwa tunafungua soko, pia tutakuja na stock ya kina mama kufanya pale ndani ya hiyo soko. Nyinyi mnanielewa? Tumetoa pesa ya serikali. Nimetoa pesa bilioni 5 ya kujenga masoko ya hapa Kiambu. Zile soko 29 ambazo zinajengwa hapa kaunti ya Kiambu, Your Excellency, 26 out of them are currently ongoing. Some are already finished, vile tunavyoongea hapa. Na kwa hivyo hiyo kazi, Your Excellency, hawa watu wa Kiambu wanaifurahia, na tunatarajia ya kwamba zimebaki tu 3, only 3. Na wakati tulikuwa tumezungumza, Your Excellency, hizo 3 najua zitapata nafasi pia tuzikimbize, but the 26 are already ongoing. Out of those 3, Your Excellency, let me make a special request. Kwa vile tulikuja na wewe pale tukasimama pale kwa town. Hii soko ya hapa Ruiru tulipeana na ni ndogo sana. Na wakati tuliongea pale tulikuwa tumekuomba utupatie soko nyingine. We already have a relocation site, Your Excellency. It is ready. And our traders, we have already agreed with them. They are ready to move so that we can do the phase 2 of that market, Your Excellency. So ukiangalia na ukubali, tutashukuru sana on that market. Your Excellency, kwa hizo kazi zote ambazo nimetaja, especially kwa soko, sisi kama serikali ya county tumehamisha watu peacefully. We relocated all our people peacefully. In fact, one of the markets ambayo ilikuwa inakaa kama itakuwa taswishi sana is Kangangi, yenye tuliongea na wewe mbeleni. More than 3,000 traders in Kiambu town. But we relocated all of them peacefully, not a single one. Your Excellency, I want to assure you that even the remaining markets, the one in Wangigi, the one in Madaraka, in Thika, and this one here, we are going to relocate everyone peacefully. Ndio hiyo miradi ifike na imalizike. Chide kanisa tugure chinsa isano chiabono mambia soko TV boroso bwomugusi asebono niko tokurasio miri chiduka na nyuma yayo ningirane ngaki gukoirani paka asensemo yetaro erieganiri gokorekana ase orgongo rwagusi ntochikwendera koligererina naralyaya agenderete ase etareyo engaki abaraya bwo gwikiraboniga nigo bare ase county ya Bometa abwase bagenderete kurwa chinkwana chiabo ase emambie yega bataraswa ase county ya Nyamira abwase baganeri gochakira etaro yabo ase orgongo rwagusi asebono yaturara soa ase chiduka na nyuma yayo ningirane erionkwerani ase etareyo gochia sorgongo rwagusi kurwa sensemo yabarayi bari bakwamile serikali.
TV uboroso bw'umugusi. Obutini bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna maryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna maryogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe asamange twakirisimya se namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare icyobutindo. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omwancho mulire mwa Soko TV ngeta sen gen Soko TV ni buyatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko baka wateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwase county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jendi gongoro ko petuel machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogus amareni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyora murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime yen Soko TV oboroso umugusi Kera majenga tara Gaike taoni ya Nyamira na lena shauri sangwe Ngararo moijana Umotu wate ya mabwari Muligari bwen Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki
guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikense yemo ya botuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto ya kabwatwa ole bakalia omoto ya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chindi chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi mugusi omwancho muligiriri nigarwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo oberu gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligiriri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye n'Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango obulimira bwesiro yobunda bwense kolende talinchira ndio sira krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene koegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway mache Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamorogoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machin asomoro bere oberemi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'omugusi obugima n'orugendo rubwatamange amaya n'amabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamanya kutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberio bo mwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime y'Ensoko TV oboroso bw'omugusi eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Karibu naende mwanchu mori w'Ensoko TV oboroso bw'omugusi erio togendere kumurekera ali agendere tokorekana ase emambia yabono chinga kietaro yensemo yabarayi bari bakomerere serikali ya chakire mambia bono ase orugongo rwa gusi gwikira boni obura tugukwana nigo abarayi abo bakoragwa no murayi w'ikiama kya DCP Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa amo na abarayi bande gwikira boni ga nigo baikire ase ensemo ya Bomet gusase county ya Bomet abo ase
bagenderete gukwanira nabo yokurwa chinkwane chabo gochiase abamenye be county ya Bomet abo asebono esabari eyo erochi gosoa ase orogongo rwa Gusii kerokeria barachi gochaka ni county ya Nyamira ase emambia ya bono asebono tiaturasoa ase county ya Bomet eritoligererina na rariaya agenderete kurwa ase ensemeyo batarasoa ase orogongo rwa Gusii ase emambia yiga. Kama hakuna stima wanasema ni sawa. Hawa bunge mujitayarishe, muingie DCP, muwafukuza wote waende nyumbani. Amen. Waende nyumbani wasiende. Huyu Senator Sigai ni one time si one time. Wangapi wanasema Senator Sigai one time. Wacha nichanue nyinyi. Wacha nichanue nyinyi. Pale Mlimani, huyu mtu wenu Kasongo tumempangia. Sisi mikutano yake tukienda lazima tulipwe. Mkutano ya Kasongo Mlimani kwenda lazima upewe bao 3 ndio uende kwa mkutano. Na kupiga makofi uongezwe 2,000. Na kucheka uongezwe 2,000. Sasa nyinyi watu ya Kipsigis kwa sababu hamuna barabara, hamuna maji, hamuna stima, hamuna chochote. Kasongo akija hapa mkutano, muitishe shilingi 7,000 kwenda mkutano yake kama Wakenya wengine. Si ndio? Mlinisikiza kwa radio? Niliongea ukweli ama uongo? Niendelee siziendelee? Mimi nataka niseme watu ya Kipsigis, mlinipigia kura, mimi nitakuwa mtetezi wenu. Kwa sababu wabunge wenu haongei, Senator haongei, President haongei juu yenu. Rigi G mwenyewe ambaye mlipigia kura atakuwa mtetezi ya jamii ya Kipsigis, wasiendelee kuumia vile wanaumia kwa sababu nyinyi wa Kenya. Harambee! Aende asiende? Hata nyinyi mmeamua? Nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani amesema vijana wapigwe risasi kwa mguu? Sasa huyu jamaa, sisi hatuna shida na jamii ya Wakalenjin, hatuna shida na Wakipsigis. Shida ya Wakenya ni mtu mmoja anaitwa William Ruto, lakini Wakipsigis ni wangwana. Siku Kipkaria Kones alikuwa waziri, alifanya kazi, Wakipsigis wakaheshimika, si ndio? Taita Toeta alikuwa waziri wa Kenyatta, akafanya kazi. Nyinyi mmetoa viongozi wa maana. Siku rais ameenda kutafuta ODM, amenyang'anya Wakipsigis kiti yao ya Kericho, akapeana kwingine, na nyinyi ndio mlipiga kura. Na mimi siku nilipigwa ati naongea shares, nilikuwa natetea watu ya Kipsigis wapate haki yao kwa sababu walipiga kura kwa William Ruto. Harambee! Harambee! Mugari muka UDA. Mugari muka UDA. Iende isiende? Mimi nataka kuuliza nyinyi kwa heshima, ndio mpata viongozi bora bila kuibiwa tikiti, muingie chama chetu cha kitaifa, chama cha DCP. Wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP, watu ya DCP. Mimi nimefurahi sana, nilikuwa tunapita tukiwa na viongozi. Mimi nataka nikuje hapa nipatie nyinyi maneno mpaka masikio ikuwe moto. Unataka nikuje? Tualike mkutano kubwa, tuongee mambo yetu. Mimi nimwambie nyinyi watu ya Kipsigis, rais amedhulumu nyinyi. Amesema nyinyi kazi yenu ni kupiga kura peke yake, ati sio lazima mfanyiwe kazi. Mtu anachagua rais ajengewe barabara, awekewe stima, watoto wasome. Kwani kazi yenu tu ni kupiga kura? Kazi yenu ni kupiga kura? Mumetumika vibaya miaka mingi, si ndio? Pale ile shamba wa Kipsigis wameuawa pale, na hiyo shamba huyu Aaron Cheriot wakiwa na rais wamechukua hiyo shamba, wanataka kuweka factory ya miwa. Wa Kipsigis 19 wameuawa pale, hata rais hakutuma rambirambi. Kwa hiyo wa Kipsigis bado wameuawa. Hao wa Kipsigis ni wa Kenya, mbona wanauawa kama kuku? Kwani ni makosa gani wa Kipsigis wamefanya katika Jamhuri ya Kenya? Wanauawa kama kuku, wananyang'anywa mashamba yao. Sisi kama viongozi, imefika wakati tuwatetee jamii ya Kipsigis, wawache kudhulumiwa na serikali ya William Ruto na serikali ya UDA. Harambee! Bomet hoye! Bomet hoye!
nataka tukubaliane, tutatembea pamoja, tutatembea pamoja. Wacha nione watu ya one term. Tuko na kiongozi wetu hapa, kiongozi maarufu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Asante Bomet, oye! Hapa ni Bomet. Asanteni, tumefurahi. Chemge Mesi, mimi ni Kalonzo, tumetoka mbali na Wakipsigis. Hata nilikuwa na ndugu yangu the late Kones, alikuwa rafiki yetu. Hata alipoaga dunia, Mama Beatrice Kones alikuwa assistant minister yangu. Mnakumbuka huyo mama? Nakumbukeni wote, hata huyu waziri wa Ruto anaitwa David Chirchir, nimewahi kwenda kwake nyumbani. In 2007 alikuwa campaign manager yangu, lakini sasa ameenda upande ule. Haidhuru kile ambacho tunasema, na yeye ndiye anahusika na barabara. Juzi Ruto akasema huyu Kalonzo ni bure, ana akili, nitaenda kumwekea lami nyumbani kwake. Yeye kabla aende Sekuru akaweke lami, si aweke ya Kipsigis. Wangapi anasema aweke lami ya Kipsigis kwanza? Harambee! Harambee! Kumbukeni, naona Rigiji ameweka moto kidogo. Kumbukeni, ndugu Rigiji, ngoja jamaa nisikilize. Wewe, asante. Ngoja sasa usikilize Kalonzo. Tumetoka mbali na wajamii wa Kipsigis. Hata wakati mwingine sasa natangaza ili wa Kipsigis waache kuambiwa ni wengi for nothing. Hata nyinyi mnapenda mtu, mnampendea bure tu Chemabuchi. Tena hiyo tutaenda Kapkaptep, tufanye mkutano wa Kipsigis, waamue kwamba atakuwa pamoja na Wakenya wenzao. Mimi na dada yangu Sally Kosgei ambaye tulifanya kazi wakati wa Mzee Moi. Yeye alianzisha wakati alikuwa waziri wa elimu. Ninamshukuru sana. Hapa Bomet alianzisha nao wote za National Polytechnic. Hiyo Sally aliweka ingine huko Sekuru. Tumpigie Mama Sally makofi, kwa sababu huyo alionyesha uzalendo wa kuwa pamoja na watu wengine. Kwa hivyo wa Kipsigis, jueni kwamba sisi tuko pamoja na nyinyi. Kumbukeni historia ya Wakamba na Wakipsigis. Mnakumbuka? Hata kanisani tulikuwa zote AIC. Ni kweli si kweli? Alikuwa Bishop Birech, akitoka kuwa Bishop Birech anakuwa Bishop upande ule mwingine Ukambani, sasa ni Mulwa, mwingine alikuwa wakati ule mwingine. Hata kanisani wakati mmoja tulienda na Mzee Moi nchi ya Eritrea, tukaangalia ndugu Rigiji, tukaangalia, I don't know why President Isaias alitupeleka kwa makaburi. Tukaona hapa Kimgetich alizikwa hapa wakati wa vita vya dunia ya pili, hapa Mutua. Tukaona hata kukufa Wakalenjin na Wakamba tulikuwa tunakufa pamoja. Huyo Ruto ndiye ameleta utengamano. Wangama sema tutakubaliana tukae vile tulivyokuwa na jamii yote ya Wakenya. Kwa hivyo msidanganywe. Dunia imeamua vile Rigiji amesema. Majani chai bei yenu imezorota kwa sababu William Ruto ameenda akaingilia kundi inaitwa Janjaweed ambayo inashtakiwa kwa makosa ya uuaji wa dunia nzima. Ni Waarabu ambao wanakuwa kwa juu ya farasi na kuua wananchi wa kawaida. Kwa sababu hiyo kuingilia mambo ya Sudan, serikali ya Khartoum wakasema majani chai ya Kenya hatutanunua. Ndio naona bei inazorota. Kwa hivyo mimi nimekuwa hapa, hata nilikuwa kwa mheshimiwa Mwaga alikuwa anasema pesa mashinani. Wangapi wakumbuka Isaac Ruto? Alikuwa anasema hivi. Sasa wale watu because my brother Isaac Ruto ni kama amesalimu amri, watu wote wa pesa mashinani waingie Wiper. Nikisema Wiper niambie komboa Kenya. Wiper. Wangapi katari kukomboa Kenya? Kenya haiwezi kuwa ni ya Ruto na Sudi.
na mwingine anaitwa ambaye hata anaitwa Faruk, majina hayo. Kwa hivyo Kenya ni yetu sisi zote. Mkituona msee, sisi ni wazee, tunataka kushikanisha Kenya iwe kitu kimoja. Vile wakimbiaji wanaokimbia mbio za kila mahali cross country, champions wa dunia yote wa Kenya ni jamii wa Kalenjin, and we want to celebrate them. Huo msimamo ambao ni umeonyesha wazi vile mzee Moi na sisi, na hata nimeanza kuelewa. Rafiki yangu Gideon Moi aliitwa na Ruto, akaenda akaambiwa, usikimbie, wacha kiti ya Baringo, ati nitakuweka kwa serikali. Umesikia Gideon Moi kwa serikali ya Ruto? Kwa hivyo hii mambo ya udanganyifu kila wakati ndio sisi tunakataa, na sisi tutaungana. Sasa naenda kwa Kisii, mtaona vile tutashikamana, na anatungojea pale Fred Matiang'i, tulikuwa na Martha Karua, tuko na ndugu Rigiji, mnaona ndugu Eugene Wamalwa. Mshikamano ili Ruto awe one term, hawezi kuiba kura, na hakikishieni Ruto hatakuwa president second term. Na hatuna ubaya na yeye, hatuna ubaya na Ruto kibinafsi. Ubaya ni sera ambazo zimeumiza Wakenya. Hakuna pesa mfukoni, hata ile pesa mashinani hakuna, kila kitu devolution imeharibika. Mungu abariki sana. Kongoi Messi, kongoi. Aya, very briefly, Mheshimiwa Eugene Wamalwa aseme jambo. Bomet hoye! Hebu tusalimiane hewani. Sisi tuliambiwa hatuwezi kanyaga Bomet. Hapa ni Bomet. Umetukaribisha. Hapa kuna watu wa one term. Hebu nione one term. Ai. Kumbe walikuwa wanatudanganya. Nataka niwashukuru sana watu wa Bomet kutukaribisha. Ninyi ni Wakenya wenzetu, na Kenya ni yetu sisi zote, na tuna haki kwenda pahala popote Kenya kusemezana na Wakenya wenzetu, tusikie shida zao na tuwatetee vile tunatetea Wakenya wengine. Sawa? Mimi hapa nimeshangaa sana. Mimi nilikuwa kwa serikali na Bwana Ruto na Bwana Uhuru Kenyatta. Hapa Bomet tulikuwa tumesema, nikiwa waziri wa maji, tuliweka mipango ya Boston Dam. Mnakumbuka Boston Dam? Naambiwa hadi sasa Boston Dam haijajengwa. Hiyo ni kweli? Hakuna maji? Tuliambiwa mna shida ya daraja, hii daraja yenu hapa, si ndio? Nimeelezwa hii daraja imeua watu wengi. Bwana Ruto aliahidi atatengeneza. Alisema hakusema? Amewatengenezea daraja? Mimi nimeambia Bwana Ruto anakimbia kule Nithi, kuna daraja kama yenu imeua watu hapa. Kule Nithi pia kuna daraja imeua watu. Nimeona anakimbia huko kupeleka mabilioni na kumbe amesahau nyumbani. Si hapa pia ni Kenya? Si wakipsigisia wanahitaji maendeleo? Sisi tumesema vile Rais Moi alikuwa anasema, siasa mbaya maisha mbaya. Leo tuko Bomet kuambia Wakenya wenzetu wa Bomet County, sera mbaya maisha mbaya. Sera nzuri ni kama mvua hii, mnaona. Mvua ikinyesha inanyeshea kila mtu. Uwe na nyumba ya gorofa ama nyumba ya nyasi unapata mvua, si ndio? Uwe na ekari 100 ama ekari 20 unapata mvua. Sawa? Ndio sababu tumesema ile sera mbaya Bwana Ruto ameleta. Sisi na Uhuru tulikuwa na linda mama kwa sekta ya afya. Bibi yako hapa Bomet, uwe mwana bodaboda, uwe mwalimu, uwe daktari, uwe hata polisi, bibi akienda kuzaa kwa hospitali ya serikali anazaa bure. Mnakumbuka? Hiyo ndio ilikuwa inaitwa linda mama. Ilileta usawa. Na sasa jamaa wetu wametoa linda mama, wameleta kitu inaitwa sho. Inafanya kazi kweli jamani? Iende siende? Sisi tumesema tunataka tushikane na jamii ya Wakalenjin. The Kalenjin nation is suffering as much as the greater Kenyan nation. Gharama ya maisha ikipanda, hii mafuta ikipanda hapa, ukienda kama Mkale utanunua hiyo mafuta ya bei ghali. Nina rafiki yangu anaitwa Kipkorir alisema, Wamalwa, mimi kuwa Mkale hainisaidii
sababu ugali ikipanda hakuna ugali ya mkale, si bei ni moja. Hakuna mafuta ya mkale, si bei ni moja. School fees ikipanda university, watoto wenu, tukibadilisha sera ya higher education funding, ikiwa sera mbaya Kitale ni sera mbaya hapa Bomet. Kweli si kweli? Hiyo ndio tumesema next year. Huyu Gachagua amekuwa deputy president, amekuwa kwa serikali. Huyu Kalonzo amekuwa vice president, amekuwa kwa serikali. Mimi Wamalwa nimekuwa waziri. Tunajua uzuri wa sera nzuri. Kibaki aliposema free primary education, ilikuwa ni kwa watoto wote wa Kalenjin, wa Kisii, wa Kikuyu, wa Luhya. Hiyo ndio sera tunataka turudishe. Mtachunga mkono jamani? Asante, Mungu awabariki, utembee pamoja budu sana tukutana hapa mbele. Harambee! Harambee! Asante, Mungu awabariki. Tumesikizana watu ya Bomet. Kwa sababu William Ruto anaangalia TV. Tupatie ujumbe kutoka Bomet. Ya Kipsigis. Ako kwa hii kamera. Mwambie wewe Ruto, wewe Ruto, kabla hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani, si ndio? William Ruto wa Kipsigis wa Bomet wanakuambia kabla hujajenga stadium ya Mandera, kuja hapa nyumbani Bomet ujenge stadium ya Bomet. William Ruto, hawa Kipsigis wakiwa Bomet wanakuambia ukidanganya Wakenya wengine, hapana danganya watu ya nyumbani. Hawa wa Kipsigis wameniambia nikuambie, ulipokuwa hapa ulisema ng'ombe usiulizwe, utalete wewe mwenyewe. Wanauliza sasa ni mwaka 4 unaendelea kwenda nyumbani, hii ng'ombe ya Kipsigis ulisema utalete siku gani? Pia wamesema kuna daraja hapa imeua watu siku mingi, hata kama hutaki kusaidia wa Kipsigis kwa kazi nyingine, kuja haraka ujenge hii daraja ya hao watu ya Bomet, watoto waache kukufa. Tumemwambia tu, tutamwambia. Tumekubaliana. Ati anasema ati wa Kipsigis na Wakalenjin kazi yao tu ni kupiga kura. Kama Ruto amekula, kama Murkomen amekula, kama Faruk amekula na Oscar Sudi amekula, ati wa Kipsigis wote wamekula, wameshiba. Kuna kitu nyinyi mmekula? Kuna kitu mmekula? Huyu jamaa anataka kiti? Anataka kiti? Kiti gani anataka? MCA padisha hapo. Panda hapo juu. Panda hapo. Wacha pande. Haya, panda hapo. Haya, ongea kutoka hapo. Panda hapo juu, panda hapo juu. Haya, ongea kutoka hapo. Bas. Harambee! Harambee! Kwanza kabisa napenda nikushukuru aliyekuwa deputy wetu Rigathi Gachagua. Karibu sana Bomet. Karibu sana Kalonzo Musyoka. Karibu sana Eugene. Hapa Bomet Rigathi Gachagua tuko na wewe pamba tu pamba. Tuko na wewe pamba tu pamba. Wakazi wa Bomet tuliahidiwa vitu mingi. Ukiwa ndani kwa hiyo serikali, lakini ulipotoka tujaona chochote. Katika eneo letu pa Bomet, umepitia Mulot, umeona barabara, highway yote iko na poto. Umeona daraja hapa, amekufa watu wetu kwa hiyo daraja. Lori akipita hii wana bodaboda Rigathi Gachagua tumepoteza wengi. Na waziri anatoka jimbo letu la Bomet. Tunashangaza. Harambee! Sasa kitu watu wakaaji wa Bomet amesema Rigiji, hii safari si wakaaji wa Bomet. Ukitoka Kisii, pangia sisi safari ya Bomet. Tulikupigia kura 100%. Hatuna lawama. Tulikaa St. Pakita wakati wa kupiga kura ya public participation. Watu wa Bomet wote walikataa uimbijiwe. Tulikataa kuimbijiwa Rigathi Gachagua. Tuna shida na wewe na hii wakaaji wote. Wabunge na wale wenye walifanya vizanga zao, wewe ni rafiki yetu na tunakuunga mkono mpaka dakika ya mwisho. Ukweli sema. Asante sana. Huyo jamaa anatosha atoshi. Apewe asipewe? Ainuliwe asiinuliwe?
Akuja kwa chama ya DCP. Mtamchagua? Wangapi watamchagua mzee? Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Tumekubaliana. Mmenialika nikuja mkutano kubwa ya hapa ya Bomet. Masaa ya saa 8. Siku gani mzuri ya mkutano? Jumapili ama Jumamosi? Jumamosi. Basi mvua ikitulia nitatangaza mkutano kwa redio, tukuje tuongee mambo yetu. Nyinyi wa Kipsigis ni watu yangu na sitakubali muumie. Tangu nitoke mambo yenu imeharibika. Hao wabunge wote, maseneta wamesahau nyinyi. Waende wasiende? Wangapi wanasema seneta MP waende? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Tuko hapa na mjumbe wa Isambu anaitwa Kamanda Mwafrika, mpigie makofi. Asante. Ainaro agendrete emambia yabone ngakitwendera tukubwatia ikwene kinanku wikirale ase enchira erendonge ase tariyo yabarayi bari bakwamire serikali tariyo egochigosoa ase county ya Nyamira mambia bono egochikwira matukatu tokurwera gwika ase ritkuria Jumatano ase orugongo rwa Gusii sensemo yende togosoa ase county ya Machakos abamenye bensemo ya Githunguri county ya Machakos nigo besokire na kaboma mincha yo muroberi wa serikali kwagache chiro ase ndemero eyue kageire ose endemero eyuganiri kwa gachonya gitari ya level 3 ase ekenyorekyo bakuragwana Paris Njeri na Dennis Oyunge ni go bairire buna umuroberi yo norao kurwa sabantu kete barase serikali gokuruma endemero yo bwagachobwo ni go boganeri koira shilingi chire chi million emya ayemo. This place is very small for the market itself. It has we have a very small road. Having a market, we'll be having areas to of loading and loading, and we'll be having a place whereby the parking will not be or will be an issue. I don't want to repeat myself, but surely market is a project which is also benefiting the community, but we don't miss it here. Along the road, we have stalls. We have people with their stalls. And we have not complained that we are missing any other item. We are missing hospital. Yes. We are missing hospital. Yes. Hospital helps everybody, even the marketeer. You carry your goods, you fall, you need the market. You cannot fall and go to the market to treat you. We want hospital and hospital alone, nothing else. Yes. Whoever is interested in the market, because we see marketplace are being put, people rush for it, because afterward they'll say, oh, there is no funds, still less refunded or whatever, so that the occupants will come and turn up to be the owners. We don't want that. No one can steal hospital. Yeah, that big block, we are ready even to contribute. We did the contribution to the police station ahead here, which is Muungano Police Station. It's a community-based, and it is working, and we love it, and it helps us in the security-wise. Still, no more we'll talk over. Starting from A to Z, it is hospital, and it is hospital, and it is hospital. Nothing else, nothing apart from hospital. We want the hospital. If it is thick and thin, we will go to IEBC to petition this area to go back to Nairobi, if it is. But if you don't want fighters, agree with what we want. We want hospital, and we want hospital, and nothing else. Our priorities are still intact. That we need a market, we need a hospital, we need roads, we need water, we need sewerage, na kadhalika. But here, what I say, in this plot of land, it was allocated a level 3 hospital, which was to be upgraded to level 4 by Her Excellency Wavinya Ndeti herself. And it is not good to get all this confusion that some people are coming here to introduce a market which is not very important to this place for this small piece of land. Look at the residents around. Look at the road here. Look at the intersection here. Look at the size of land. Look at the school down here. Look at these residential areas. Is the market supposed to be here? No. Residents, the market was allocated where? At Airways. Airways, yes. And that is where it's supposed to be done. Yes. So I want to say, number one, this is supposed to be a hospital for Githunguri people.
Number 2, this is supposed to be a hospital for Githunguri people. Yeah. And lastly, this is supposed to be a hospital for Githunguri people. Yeah. I'm very, very annoyed for some people to come here and masquerade that they are cartels and to want to build a market here. And the governor is not aware of that. Yes. Our governor is very good. Yeah. We sat down, he said that he's going to build a hospital here, and he has sent her chief officer for medical services to come and inspect this place. Yes. The drawings have been done and everything has been done. Yes. Now we are getting some few people here coming and to say that they want to construct a market. Shame on them. Shame on them. Shame on them. And from here, I want to address our good governor, Wavinya Ndeti, to move with speed and start construction of a hospital. Right away. And we cannot allow any market to be introduced here until they go and reclaim an unempty parcel somewhere in the airways to go and build a market for that place to develop. Ama namna gani wanaichi? Ama namna gani wanaichi? Si ni hivyo? Hatujakataa market. Kunazo pesa 100 million zimetolewa na rais wetu Bwana Ruto, and we appreciate that. That one is from the national government. Tunaishukuru sana. Lakini hapa kilio yetu ni moja. Wakati tulikaa chini tukaongea kama wananchi, tuliomba hii ground yenye tumekanyanga hapa inajita Little Angels. Tuliomba hii ground ijengwe hospitali. Na ikakuwa that was our priority number 1. Manake magonjwa. Sasa hivi vijana unaona hapa wa pikipiki. Mmoja wao amekuwa Kenyatta miezi 6 sasa hivi. Akipata accident hapa, kama hatafika mama harusi haraka kama Kenyatta amekufa. Hao vijana mama kujifungua. Mind you hatuna barabara mzuri. Mama akishikwa na labor pain hapa, tutafungua mama mtoto hapa kwa barabara. Hao vijana wakiangalia. Hii ground has to remain for a hospital. Hatukatai soko, lakini soko iende airways. Kitu tunataka kuongea. Tunataka tuulizane. Ilifika wapi wananchi tukaelewana? Soko iende mahali kuna uwanja kubwa zaidi. It's a very big ground pale. It was grabbed. Na the reason why tunakataa ile ofisi yenye imetegua ikarudisha soko hapa, kwa nini wasikibizane na ile ground irudi kwanza? Kwa nini mnataka kudivert soko ikuje hapa? Kwa nini mnataka hospitali isikuje hapa? Our first priority tutengeeni hospitali hapa. Soko iende mahali ilikuwa. Hatukatai soko, lakini kila kitu ikae vile mwananchi alitaka. Vile mwananchi alikaa chini. Tuko na issues. Tunasikia public participation. This is a national project. Unaamka asubuhi unatuambia in 2 days kutakuwa na public participation in 2 days. Hao wananchi wote wako employed. Hao vijana wengine wanajitafutia. Unaamka asubuhi unatuambia kesho jioni kuna public participation for such a national project. Why? Because kuna mchezo inachezwa chini. And this is the last time tunasema watu wa Modhwani hatutakuwa short changed again. Tumechoka. Hata saa hii tuliongea, tumeambiwa, tumeona, tumekuwa gazetted 100 million. Tafadhali media waangalie ground. Niambie 100 million nakuja kujenga nini hapa? Ama tutakuja tutumie 20 million, 80 million ipo ikae kwa mfuko ya nyuma ya mtu. Hapa niambie kila soko ikiwa inatakikana ikuwe na stage, inatakikana ikuwe na kona ya PWD, inatakikana ikuwe na kona ya youth. Hapa ni wapi utapatia youth? Ni wapi utapatia PWD tuwajengee choo yao ya kulipishanga wajisaidie? Hii ni space gani hii? Itakuwa na kanjo pale, ikuwe na hospitali pale, ikuwe na stage. Nikuulize hata wewe mama wa hii mtaa ama wewe baba wa hii mtaa, umetoka Nairobi kazi, ni wapi pale utasimamisha gari yako ndio upande ghorofa ya 6 uende ukanunue nyanya? Tuache kudanganyana. Tuache kudanganyana. Hapa tunakaa tuambiane kitu kimoja. Kwanza ukiona ile roa ile choo hivi. Hapa tu agree kitu kimoja. A market has to consist of so many things. One, a bus stop ama stage mahali gari tageuka. Mahali mtu wa pikipiki ukienda kushop amekudrop, atapaka pikipiki yake na amani, angoje ununue nyanya. Lazima ikue pia we have to consider the PWDs. Sasa tuko na PWDs wako hapa, watasaidika vipi? Pale tunaweza enda hata tukawajengea choo walipishange. Tunataka vijana wetu, they are so unemployed. Mnakuja mnaniambia kuna wezi. Hao vijana wana kazi jamani, mnataka wafanye nini? Wako na familia. Hii wizi itaisha aje? Give them space to work. And only time tunaweza wapatia space ya kuwork. Twende airways, bigger ground, bigger nini, tukae hapo. First ground, pia tuulizane swali. Sasa hiyo mama boga anakuja hapa anaulizwa na watu wa health, wapi barua yako? Akitaka barua mpaka akanyange gari mpaka wapi? Atumie 600 mpaka Athi River. Pale sasa pale tukienda pale airways
niko sure tutatengeneza nini? First floor tunaweza kuwa na county offices. Pale mtu akiambiwa aendea barua ya nini? Ya kanjo, anaenda ana register pale. Hata mtu anahitaji anything that it involves the county or wacha tuseme nini? Hizi vitu zinahusu kanjo na nini? Pale tunaweza pata ground, first floor tuweke nini? Chini tuweke wamama, first floor tuweke hizi maofisi. Lakini tafadhalini tusichezwe chere. Kama hii ground ilikuwa ya hospitali, ni ya hospitali. Tuko pamoja. Na mimi nimesema, as a woman working with the urban rural development, we need to understand hii mswanda ilitoka wapi? Tunakuaje tunachezwa, inatoka wapi na badilishwa kutoka huko inakuja hapa. Hivi tujue na niwaambie wananchi, kila saa kila kitu kiko inakwama hapa. Sasa hii barabara itafika mwisho lini? Maji itafika mwisho lini? Stima itafika mwisho lini? Tukae tuambiane ukweli. Hatukatai soko, lakini jengwe mahali mwananchi alisema. Hapa tunaishi, hii ni shamba ya nusu heka. Nusu heka itatosha watu wangapi? Mtasema ni soko, mkienda watu wanataka kupigana hapa. Asensemo yende kurwase county ya Machakos wekase county ya Mombasa enyagitari ya Mombasa CGT Harecha nigere inse yoko mino kiwa magiga yomurwire oyo oganeti obobwenye bwa bwango ko girwa asengencho atabwate chibese kerengo kia ekire shilingi chilifu chimia 350 nyagusira ale kibwana oyoro murendio botuko nigo agwete inse kare mirimo ase chobisi cyo mubunga bwense moya mvita ase amnyagetwe gukia senya gitari ju korende tachia konyora obokonyi. On Friday jioni alianguka kazini kwa pressure. Yeye mwenyewe aliamka asubuhi akaeleza familia, nimeanguka kwa pressure. Akapata clot. Ile usiku kuanguka majirani na wale vijana pale wakamkimbiza Crown Hospital kupata first aid. The next day akaletwa hapo on Saturday. Akakaa kwa emergency on Sunday. Monday akafanywa CT scan, akaonekaniwa kuna clot kwa kichwa. I called the doctor, the administrator, Daktari Kandwala, kumwambia huyo alioletwa hapo ni staff wangu, please fast track matibabu yake and I'm ready to pay anything. Whatever amount itakayokuja usimsumbue, mimi nitasimamia. Wakamtia ICU, wakasema lazima apelekwe theater kufanya operation. The bill is 800,000. SHA imesponsor ama imekubali kulipa 450, the balance is 350,000. Nikachukua simu on Thursday jioni. Kandwala 350 niko tayari, I don't want any waiver for now. Wacha mgonjwa aingie theater, afanywe matibabu, apate ni binadamu, apate maisha mwanzo matibabu, kisha pesa mimi nitahandle kama akakataa. Akanambia mheshimiwa, bila 200,000 huyu mgonjwa aingie. Nikamwambia I'm a stakeholder in this county government. I'm representing my people. Huyu ni mtu wangu, ni staff wangu, lazima aingie. Kandwala tutakosana ikiwa mgonjwa aingie. Na alivyo na kiburi huyu muhindi. Alivyo na kiburi. The next morning ameenda kwa ward ama kwa ICU kusema huyu mgonjwa asiingie kwa theater mpaka amri yake. Ikabidi nitoe mfukoni 100. Ngoja. Nikaamua, nikamtuma, kampigia brother ampatie manager wa Ali marehemu 150,000 aende akalipe deposit. Akifika akilipa deposit kumuonesha daktari wa hapa kwamba huyu ashalipa suppose kuingia, anaambiwa paka Kandwala atoe amri. So leo mimi niko hapa. Governor, nisikize kwa makini. Sawa. Ni either sisi watu wa Mombasa usimame na sisi, ama huu mwindi wako ndo kupitishe kura zako. Alianguka, alikuwa na clot kwa kichwa, tukaekwa, tumejaribu, mheshimiwa wetu amejaribu kuzungumza nao, hawakumsikiza paka akaja juu on Sunday jioni ndo wakampatia ward. Walivyompatia ward still bado akawa na sisi, akajaribu vilivyo yuwazungumza paka mwisho ikabidi awajie juu. Monday ndo wakatupeleka kwa scanning usubuhi kama saa 4, tukarudi kwa ward. Tulivyorudi kwa ward, alivyoona hali ya mgonjwa hairidhishi, akaja juu tena, tukaletwa ICU.
Tulipoletwa ICU alivyoambiwa hii clot lazima itolewe, mheshimiwa akakubali pale pale hii clot ifanywe nini, itolewe. Akanegotiate na sisi family, sisi tukakubali kuwa hiyo clot itolewe ili tupate uzima wa ndugu yetu. Lakini la ajabu ni kuwa hii hospitali wameweka pesa mbele kuliko ubinadamu, kwa sababu ikiwa mheshimiwa ameinua simu amewaambia yuko ready kwa anything, wampeleke mgonjwa kwa surgery, wamekataa paka you have to pay cash ndo mgonjwa aende kwa surgery. Je, kwa maskini ambaye ni hoi hai hana mtu afanye nini? Sasa tunataka gavana tunataka gavana atuambie atatuangalia sisi wananchi wake ama ataangalia staff wenye kuangalia pesa. Manake kiufupi, kama itakuwa mbunge wetu yuko na sisi na amekubali kila kitu na wanamdharau, what else? Kwa hivyo kisisi hatuna imani na mkubwa wa hospitali hii. Huyo Kandwala hatuna imani. Mwanzo mimi nina uchungu sana mpaka imefika kifo cha ndugu yangu. Na tulidharauliwa sana katika hiyo hospitali. Nashindwa mimi kitu gani, na mbunge ashasema bwana niko tayari kwa kila kitu, lakini management ya hospitali inatulakazania lazima alipe ndio apelekwe theater. Sasa sisi tunashangaa sijui ni kitu gani wanahitaji, wanataka pesa ama kuna kitu gani zaidi walikuwa wanahitaji. Hapo ndio mpaka leo tumemdileisha mpaka amefariki. Sasa hivi tumepoteza mtu na pesa tumelipa. Unaona sasa hii mambo hii tunashindwa, hatujui namna gani bwana. Sasa tutataka kujua ukweli uko vipi. Ni pesa zinafanya kazi ama kuna mtu pengine antia mdomo wake. Sisi kama family tuna huzuni sana kupoteza ndugu yetu, lakini tutahuzunika tu, hatuna njia nyingine. Mambo yamekuwa hayazibadilika tena. Ya asoko chora soko TV burusubu mugusi asemambya yabono kireke cyatigerange kyande cyuka kirage cinsa isano ne mucyabono mubasona gwikirabwo no tugwikira omweryo aso murubirio oito bweterubine mambya yabono aseri tukoya lero ya Jumatatu gwikeria nkyo Jumaine korende cinsa isano ne bire cyabono mubaso Innocent Onyango bakubwatira namna Diana Ndemo bachyo ko yaretera maya senchira y'ubwenge cinsa isano ne bire cya Afrika ya mucha eryo gendere kwemanya ali agendere te korekana na monokuru asorongora gusie ase abarayi bari bakoragwa ose abarayi bakora ensemeri kwa milia serikali Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Daktari Freddy Matiang'i amona bara ibande asetaro yabo ime yorogongo rwagusina yonsi na chikugochera ime yensoko TV na boigo wetera senchira yo kubwatia semetandao yaito yekerero asensemo ya Facebook na boigo asensemeri ya YouTube naro no chikwa nyororo ase enchira yo bwagaragendera gotubwatia ase chinsemo echo ase emambya yabono ne chinga kichonzi asebono nakuganira mu basumbya eritariane Ishmael Mogere. Eye Nensoko TV. Oboroso